Kwa majina naitwa Joyce Kivambe, ni teknolojia ya dawa katika hospitali ya St. Elizabeth ambayo iko Arusha, Tanzania. Leo nilikuwa nataka tuongelee kwa ufupi mada ya kuhusu utumiaji wa dawa za maumivu kwa usahihi. Dawa hizi ni dawa ambazo zinatumika mara kwa mara katika jamii yetu, na mara nyingi watu wengi huenda kwenye maduka ya madawa kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini sasa kuna changamoto nyingi ambazo hutokea katika matumizi ya dawa hizi. Wengine huwa hawafahamu kwa nini wanatumia dawa za maumivu. Kwa kawaida au kwa utaalamu zaidi, unapokwenda kwa mshauri au mtaalamu wa afya, aidha kwenye maduka madawa au kwa daktari, unatakiwa kueleza vizuri una maumivu ya aina gani. Maana kuna aina nyingi za maumivu. Kuna maumivu ya kawaida, maumivu ya muda mrefu au maumivu makali. Utakapojieleza hivi kwa mtaalamu, ni rahisi yeye kukupa dawa sahihi ambayo inaweza kukusaidia. Kwa matumizi haya ya dawa, mtaalamu akishakupatia, yeye ndiye anayefahamu kwamba dawa hizi zinatumika kwa staili gani. Mfano, kuna aina za madawa ambazo zimegawanyika kwenye aina mbili. Kuna dawa ambazo mtu hupewa au mgonjwa hupewa dukani kikawaida, yani tunasema over the counter drugs. Hizi ukienda kwa mshauri au kwa mtaalamu atakupatia. Na kuna dawa ambazo tunaita prescription only medicine. Hizi ni dawa ambazo hutolewa kwa cheti cha daktari. Maana yake bila daktari kuandika huwezi kupewa. Kwa hiyo mtumiaji lazima uelewe jambo hilo. Usije ukafikiri saa nyingine mtu wa dawa anakunyima, lakini kuna utaalamu maalum ambao unatumika katika utoaji wa dawa. Na katika kutoa dawa, mtaalamu lazima aelewe kwamba dawa hizi anazokupa, maana yake unatakiwa ujieleze vizuri. Je, una shida yoyote katika mwili wako? Mfano, una shida ya tumbo, inaweza vidonda vya tumbo, au una shida ya ini au figo. Maana dawa huleta madhara mengine iwapo utatumia isipokuwa sahihi. Sasa dawa hizi huwa zimegawanyika kwenye makundi matatu. Kuna NSAID ambao ni nani? Steroid anti-inflammatory drugs, mfano Brufen, Diclofenac au aspirin au nyingine ambazo tunazifahamu Meloxicam. Hizi ni dawa ambazo hutumika, ambazo husaidia kutoa uvimbe, maumivu na homa. Vile vile kuna nyingine ambazo tunaita corticosteroid ambao kuna mfano wa prednisolone au hydrocortisone. Hizi husaidia kutoa maumivu au inflammation. Vile vile kuna acetaminophen ambao ni paracetamol au Panadol. Dawa hizi hutumika kutoa maumivu na homa. Yenyewe haitoi uvimbe, maumivu na homa. Na dawa hizi paracetamol au Panadol ni dawa nzuri na ni salama kwa wajawazito na watoto. Japokuwa ni salama, lakini haitakiwi kutumika nyingi au kwa muda mrefu, maana unaweza kusababisha matatizo ya ini. Pia unapopewa dawa, jitahidi kutumia kama ulivyoelekezwa na mtaalamu. Usipende kutumia dawa kwa kutumia uzoefu au ukaona maumivu hayajaisha na ukatumia tena kwa wakati huu bila kusikiliza ushauri wa mtaalamu au daktari. Sasa, pindi unapopewa hizi dawa, unapotumia, mfano hizi NSAID ambao ni Brufen au Diclofenac, unatakiwa utumie dawa hizi baada ya kula. Unapotumia wakati tumbo halina kitu, inaweza kukusaidia, inaweza ikaleta maumivu ya tumbo, ikakwangua tumbo na ukapata bleeding. Kwa hiyo utakuwa hujatatua tatizo lako la maumivu. Utapona maumivu ya mgongo, lakini utakuwa umesababisha maumivu ya tumbo ambayo yanakuletea shida kwa baadaye. Sasa unatakiwa kuwa makini na kusikiliza nini mtaalamu anachokueleza na wewe ukakifuata hicho. Na vile vile unapopewa dawa, inatakiwa uangalie kama umepewa na ile karatasi tunasema leaflet au label. Kuwa makini kama unaweza kusoma, ukasoma inaeleza nini zaidi. Inaweza kukusaidia
Vile vile epuka kunywa dawa nyingi kwa wakati mmoja. Hii inaleta madhara kwenye figo na kwenye ini. Vile vile unatakiwa dawa zako utunze vizuri unapoendelea kuzitumia. Hii itakusaidia kupata matibabu vizuri na afya njema. Na ukiona maumivu yako bado hayajaisha, jitahidi kwenda kwa daktari ili upate matibabu zaidi. Inawezekana kuna tatizo lingine kubwa zaidi ambalo limejificha. Wewe unaweza ukazuia tu kwa dawa maumivu, kumbe ulitakiwa utibiwe na dawa nyingine au ukaendelea na matibabu mengine. Hiyo ndio jinsi muhimu ambapo unaweza kutumia dawa kwa usahihi na zikakusaidia. Asante kwa kusikiliza.